Vipi niambie? Wewe uko fresh eh? Poa. Amsabani. Kitu kwa tiki mwanangu. Hapo. Poa kabisa. Sasa tutende muda kama vipi? Sasa tuko makini. First wewe ndo muda au sio? Bila kulemba kwa makini unahitajika. Yaani usiwazi. Basi poa ina tuondoke. Okay, nataka kujua wewe ni Mrs. Hapana, mume wangu alishafariki kama miaka mingi kidogo. Alikuwa anafanya kazi gani? Yeye alikuwa mfanyakazi wa serikalini. Unadhani ni miaka mingapi toka amefariki kama una kumbukumbu nzuri? Ni muda mrefu kwa sababu huyu binti yangu alikuwa kama na kidato cha 4 hivi. Alikuwa form 4. Umri wake? Kama miaka 24 hivi. Unafikiri katika mazungumzo yao watu hawana mahusiano yote na wewe binti yako? Hapana. Mmeo hakuwahi kuwa na mahusiano na watu? Alikuwa anapinga sana vitu kama hivyo kwanza. Hapana. Okay, unadhani ni kwa nini walikufuata wewe? Hata mimi kwanza limenishangaza. Mimi kwanza ni kushukuru kwa ujasiri. Wewe ni mwanamke, umekuwa adventure sana katika hili. Na Watanzania wengi kama sio wote wangekuwa kama wewe, wana uwezo wa kufanya wa kupokea jambo, hususan kipindi hiki ambao serikali yetu ikiongozwa na mtukufu rais wetu na wakuu wa mikoa kupigana na hili jambo kwa muda huu, alafu na wewe ukajitokeza huku ukijua kama hapo unaingia kwenye vita kubwa. Umeonyesha ujasiri mkubwa. Na nachelea kusema kwamba watu wangekuwa kama wewe, hili jambo lingekwisha kabisa la madawa kulevya. Na mimi nikuhakikishie kwamba umefika sehemu sahihi. Mimi ndio bosi wa masuala ya upelelezi katika wilaya yetu hii. Sawa eh? Nikushukuru na niseme endelea na ujasiri wako katika hili. Taarifa kama hizi ndio serikali tunazitaka kwa ajili ya kuzifanyia kazi ili kumaliza huu mtandao wa madawa ya kulevya. Si unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo ondoa hofu kabisa, tuko pamoja na sisi kama tukiwa ndio wakamataji wa nchi. Kaa ukijua kwamba tutacheza na hiki kitu, isipokuwa tunahitaji ushirikiano wako. Ipo namna tutakuelekeza katika kuwatia nguvuni au na kuwatengenezea ushahidi tutakapowapeleka mahakamani wawe na evidence ya kutosha. Karibu sana. Asante sana. Nikushukuru sana. Usiogope, hapa wakati wote unaweza ukafika na ukatoa taarifa. Sawa? Karibu sana. Karibu sana. Sana. Najua mponjo umepitia shida za dunia. Isabela. Isabela. Dada? Jo. Bibi Isabela. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea muda? Kwa nini? Kadri siku inavyozidi kwenda matatizo yanazidi muda. Kivipi mfafanua? Nakumbuka nishaongea sana, lakini ukutaka kunipa jibu lako kamili. Mama naye ameongea sana juu yako, ukutaka kutoa jibu lako kamili. Jamani kaka, kila siku ya maneno hayaishiki nyumbani. Kila siku ni maneno hayo, kila siku ukija hamna jipe. Nini tatizo? Isabela mdogo wangu, ndio ujiulize kwa nini kila siku maneno yanazidi. Kaka wangu, kila siku mimi nikikutana na wewe mambo ni yale yale. Maswali ni yale yale. Hauwezi kubadilisha hata kitu kingine chochote. Sawa. Yapo mengi ya kuongelea, lakini wewe ndio unasababisha kwamba hii mada isiwe na mwisho. Hutaki kuongea kile kilichokuwepo ndani yako. Kwa nini? Tatizo ni leo, nimeshawaambia kwamba mtulie. Najua solution ya matatizo
lakini hampendi kuniamini hata siku moja. Nyinyi ni kusikiliza matatizo, maneno yako barabarani hivi, Isabela imepanda imeshuka, lakini hamwezi kunipata siku moja kuniamini mimi hapa. Isabela, unawezaje kumtibu mtu ambaye hujui tatizo lake? Tunakuelewa vipi sasa kama hutueleweshi? Kwa hiyo kaka, wewe au niamini umeondaya. Kila kitu unachosikia huko barabarani nakibeba kama kilivyo, si ndio? Isabela, mimi si kaka yako? Ndio, ni kakaangu, naelewa. Hebu niambie. Lakini mimi si mdogo wako, kwa nini upendi kunisikiliza? Na kusikiliza ndio maana nakuomba uniambie mdogo wangu. Niambie mimi wavumilivu, nipeni muda. Isabela, tunasubiri mpaka ni okay. Leo, kesho, mwakani. Kwa nini unaibeba dunia peke yako? Sasa mimi najua utaweza kutatua ile tatizo, ndio maana nakwambia. Sasa hivi angalia, sasa hivi mtaa mzima issue ni Isabela. Napotembea mimi katika issue zangu, issue zima ni Isabela. Hivi angalia kuna kitu gani mimi na mimi naliumba. Mbona mimi sielewi hapo nje inaeleweka? Okay, tuachane naye. Jana ulimwaga mama ulienda kulala. Alafu haukuwepo chumbani. Ulienda? Mambo ni achi. Wewe Samee. Huyu mtoto ana nini jamani? Na ile kusuda kusikia kama mmoja mshaumu. Ndio huyo mtoto mdogo. Hivi tu wapi jamani, ndio kipige mtoto. Oya, kwa ustaarabu wako nyosha hivi. Wapi? Nyosha barabara hivi. Wapi? Unaona huko? Unajifanya msaja mwema sana. Mdomo wako umekupeleka kutoa taarifa polisi. Sasa kosa langu liko wapi? Una undugu nao? Sasa mbona kama kwani nimefanya? Sasa una undugu, umefanya nini? Unakijua ulichokifanya? Kidomodomo chako kwenda yanakuhusu. Tembea. Haya jamani, niacheni basi, nitakwenda. Mbona mna jamani, nitaniumiza nyie. Sio ifanye msamaria mwema sana. Wewe si mwanamke mwenzangu, lakini unauloma kwa sababu gani jamani? Mwanamke mwenzangu tena. Wewe mama. Funga mdomo wako. Huruma alikuwa na Yesu. Tulikuwa tunapotezana muda. Mtaniua bure tu jamani. Ndio maana alisema mkiniua mtapata faida gani? Mkiniua mtapata faida gani? Hamna faida aina yote. Atupo kwa majibizano debate shuleni. Tunafanya kazi. Kata kulia. Mama. Mama. Sema, mama kwa? Yametoka. Kae gani? Mimi ametoka. Hajakuoga naelekea. Alafu mbona kwa hiyo? Pani kwaje? Sura yako sio ya kawaida. Ina furaha. Ndio hivyo. Sikiliza kwanza. Mama ametekwa. Nini? Ametekwa na nani? Wamekuja vijana hapa wamemteka mama. Wewe Isabela, acha utani wewe. Wanatania kwamba. Mbona gani huu? Ambao tukio limefanyika. Muda si mrefu. Wewe ulikuwa wapi? Wewe ndani kuko chumbani. Kuko unaangalia, tunataka kumsaidia. Mimi ningeenda kufanyaje? Hapo napata picha kamili. Picha gani? Wanasemaga za mwezi 40 na mimi leo sitakuwa zimefika. Unamaanisha nini? Sabela ndugu wangu. Mtoto mdogo. Lakini vitu ulivyovibeba vinatikisa jamii. Umeanza. Na leo nitamaliza. Haiwezekani wewe jamii nzima ikuzunguke iseme kwamba wewe ndio kinara wa uuzaji wa madawa kulevya. Hiyo tabia uipata wapi wewe? Jamani. Mimi tena madawa kulevya. Ni wewe huyo, wala si mwingine. Kivipi? Na nilikuwa nataka nimwambie mama, angekwepo nimwambie utumbo unaofanya wewe. Haiwezekani wewe mtaa mzima jamii inakutaka wewe. Polisi wanakutafuta wewe. Kituo cha polisi picha zako zipo za kwako wewe. Unatafuta mdogo wangu. Kakawanzi. Kwa leo unaamini kwamba mimi Isabela nauza madawa kulevya? Exactly. Kwa hiyo kutembea na bwana watu haikutosha leo madawa kulevya. Una ushahidi? Ushahidi upo. Upi?
Mamangu kaja kuchunua tatizo nini? Ndo sijui, ndo wote tuko hapa, ndo maana nakwambia mtiki. Tatizo ni wewe unajihusisha na madawa ya kulevya. Sio usijui. Hivi unamjua mtu anayeuza madawa ya kulevya wewe? Kwa hiyo jamii nzima inayoongea kuhusu wewe, picha zinazozagaa kuhusu za kwako wewe, leo hii wanakuongopea. Wewe ni nani? Yeye hata hamwezi kuwaza kwamba Isabela yupi anaitafutwa. Mimi kutwa nzima niko hapa nyumbani. Sawa. Isabela wako wengi. Hayo ni majina. Na picha nayo? Sikuelewi. Picha uielewi. Ila utaelewa. Nakwambia kitu kimoja mdogo wangu. Mimi sitojali chochote kwa sababu hiyo biashara umechagua wewe mwenyewe na faida yako. Serikali ikitia mguu ndani ya nyumba hii, mimi mtu wa kwanza kutoa ushahidi. Na sitoweza kukuficha. Kaka Wansi, jambo sio ni kama sikuagiza. Sio unajua kama sikuagiza. Hebu niache nimalize hayo natakiwa kumaliza. Nasikia? Wewe. Ukamilishe la kwanza, mama haipo, tumebakia wawili humu ndani. Kwa hiyo na mimi wewe Sabela. Hiyo msemo yako ya nini hiyo? Na mama arudi leo nakwambia. Nakwambia kitu. Yes, hello. Naam, habari. Naongea na nani? Sasa hivi na Mambo sawa. No. Ingekuwa vyema kwanza ukaniambia wewe ni nani. Maana masuala ya kusema kukutana sehemu sio rahisi, sio jambo la kawaida. Sina tatizo lolote, lakini jambo la msingi ningekufahamu kwanza ninaongea na nani na ninahitajika kukutana na nani. Nafikiri ni rahisi sana mimi kukuamini. Uzoefu wa kazi yangu? Maana unafahamu mimi nafanya kazi gani? Okay, wewe unajua mimi nafanya kazi gani? Na unahitaji tukutane sehemu gani? Muda gani? Saa yote. Basi naomba mida kwenye saa 9 hivi. Leo. Okay. Tukutane pale stand. Kuna grocery pale pembeni. Okay.